ni mtu wa maana katika dunia, hata kama wengine wanakudharau. Mungu aliye mbinguni anakutambua, siku moja atakunyeshea baraka. Wewe ni mtu wa maana katika dunia, hata kama wengine wanakudharau. Mungu aliye mbinguni anakutambua, siku moja atakunyoshea baraka. Siku moja watasema, tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu, ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Watasema, tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu, ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Asanteni, asanteni, asanteni. Kaeni chini. Na wasalimia katika jina kuu, jina la mfalme, jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hamjambo? Muko salama? Nasikia kufurahi sana, tena sana, tena sana. Yaani mahali ambapo nimepelekwa leo ni mahali tofauti kwa mwaka, karibu miaka 3. I'm telling you, Pastor Apostle, mumenipeleka mahali mbali sana. Murasmilo, mrasmilo, mrasmilo, tena zaidi. Mimi namtambua Yesu kama Kristo na mfalme katika maisha yangu. Na sisemi tu kana kwamba napiga domo, namtambua vyema katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Mimi nimelelewa na majemedari wa imani, generals kabisa, generals wa faith. Pastor anaelewa mambo haya, apostle anajua mambo haya. Nilikuwa na watu 4 ambao walinilelea, na ndio kwa maana nasema mmenipeleka kwa utoto wangu. Nimekumbuka imani ile ya watu 4. Wa kwanza ni yule ambao nimetajwa jina lake, somo hapo, Mwangolo, Shedrack Mwangolo. Mzee Shedrack Mwangolo alikuwa ni pastor wa Pefa Church hapa Makongeni kwa zaidi ya miaka 40. Mtu wa imani thabiti. Alikuwa headmaster wa primary school huko Mkwachuni. Siku moja akaugua, akapelekwa hospitali. Wakati huo ilikuwa ni hospitali za wazungu. Alikuwa yeye na rafiki yake mmoja aliitwa Kiteto. Wakaenda pamoja huko hospitali. Na unajua nyakati zile ilikuwa sindano inaingizwa kwa maji, inachemshwa kwanza. Uwe ni ugonjwa wa aina yoyote, unachemshiwa sindano. Sasa wazee wale wakachemshiwa sindano. Mmoja akadungwa, akaanguka hapo hapo, akafariki. Haikuchukua muda mrefu. Babu yangu pia akapata shindano ile. Wakati yule mwingine anagaagaa tu, anafikiria pengine ataweza kuamka. Alipodungwa ile shindano, his muscles zikashikana kwa mguu mmoja, akashindwa kukunja mguu. Na ulibaki hivyo hivyo mpaka akafariki 40 years akiwa hali hiyo hiyo. But babu yangu Shedrack Mwangolo akaenda akasikia neno likihubiriwa na T.L. Osborne. Likamuingia ndani kwamba Mungu ni mweza wa yote. Na hata katika hali ile ile ambayo yako nayo, hata fariki, Mungu atamweka na ataweza kumgeuza amtumikie kama mtumishi wake. Shedrack Mwangolo akaresign
akiwa headmaster wa primary school na kuingia kwa kanisa na kuhubiri kwa kanisa miaka hiyo yote. Lakini ule muujiza zaidi ndio nakwambia alikuwa ni jemedari wa imani. Hakurudi hospitali tena. Iwe ni homa, iwe ni malaria, iwe ni chochote, ni kichwa kinamuuma, alisema Mwenyezi Mungu, neno lako linasema you are God who healeth us. Not who healed us or who will heal us, but in present continuous tense. You are God who healeth us. Na akashika hiyo na akaishi mpaka siku zake za mwisho. Imani thabiti. Huyo ndo alikuwa wa kwanza, jemedari ambaye alinilea. Wa pili alikuwa ni bibi yake, Dembanga Mwadede. Yani my grandmother Mary. Alishika imani thabiti na akasema watoto wake na wajukuu wake hawatapotea. Atawajenga kwa imani kama vile Lois alivyojenga Timotheo, akanishika mimi na kunijenga imani yangu, na ndo kwa maana nasimama mpaka leo. Baba Mary ambaye alisimama na Mungu mpaka siku yake ya mwisho. Aliamka akiwa sawa, ameingia jikoni kwenda kupika, akakutana na malaika akiwa jikoni. Akapiga magoti, akainua mikono yake na kumwabudu Mungu. Tulimpata akiwa hali hiyo hiyo. Mungu amemchukua. Wakati tulikuwa tunamweka kwa sanduku, tulishangaa. Manake wengine huwa wanakunjana, ni kana kwamba akikutana na kifo inakuwa ni kupigana. Pastor, mama alikuwa na tabasamu, amelala kwa amani. Huyo ndo wa pili alinijenga kwa imani. Nataka mjue mimi ni mtu wa aina gani. Watatu ni baba yangu. Baba yangu alikuwa mchungaji, alikuwa pastor wa kanisa la Anglican, na hata akahudumu akiwa an Anglican priest huko Mombasa Memorial Cathedral mpaka akaritaya, akaja hapa nyumbani akahubiri injili mpaka siku zake za mwisho. Baba aliniambia kitu kimoja, na nimesikia hata apostle akitaja jambo hili. Aliniambia hapa, usiamini uchawi kabisa. Usiamini kabisa uchawi. Sikiza kijana yangu. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Shikilia neno, uamini neno la Mwenyezi Mungu. Hapo utajengeka kwa imani yako. Wacha nikwambie ni kwa nini wengine wenyu mnapata tabu na waganga na kadhalika. Unajua wakati unasikia neno la Mungu linasema your ear. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Imani yako inajengeka ukija hapa kanisani usikie apostle anahubiri neno. Ukitoka hapa nafsi yako imebadilika. Lakini wale ambao kila siku wanasikiza story za wachawi, ati mchawi mmoja alikuja akafanya hivi na mwingine akafanya namna hii, na unafurahia, hata unaeleza watoto wako. Watoto wadogo wanaanza kujengeka imani ya uchawi, because faith comes by and hearing the word of. But because this is spiritual, you're looking at it kwamba ni kitu cha kawaida. Faith in other things come by hearing other things. Wakati unaketi na wengine ambao wanakufundisha uwizi, vile apostle alikuwa anafundishwa uwizi, imani yake inajengeka kwa uwizi. Sasa sikia, mimi imani yangu nimejengeka kwa neno la Bwana. Nasimama nikiwa imara kwa sababu hiyo. Waine ambali nijenga ni mama yangu, Mama Rose Mlale. Mama Rose Mlale, kwa sababu alikuwa amejengeka tayari na imani ya baba yake, alipitisha kwangu, kama yule mama Eunice ambaye alimjenga Timotheo mpaka akaja kuwa bishop, akaja kuwa apostle. Mama yangu kila siku ananijenga na neno. Na kile ambacho namkumbuka mama yangu ni kitu kimoja. Aliniambia, mwanao pole, angu kumuichi Yesu samkiri wa maisha yako. Olani sikire. Mahali kokote ambapo utaenda, enda ukawahubirie. Enda ukataje kile ambacho uko ndani yako.
Mimi nilipofanywa DO mara ya kwanza nilienda kwa DC. Nikamwambia bwana nimekuja hapa Nandi. Nimetumwa kuja kufanya kazi hapa Tinderet Division. Lakini Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Akaniangalia kana kwamba nimechanganyikiwa. Akasema ati umesema namna gani? Yesu mwokozi wa maisha yangu. Nasikia namna hiyo. Akaniambia nakupa miaka 5. Enda ufanye kazi ya serikali. Kama utarudi baada ya miaka 5 bado ukisema Yesu ni mwokozi wa maisha yako, hata mimi nitamwamini huyo Yesu ni wa kweli. My brother, it is 30 years. 30 good years. Nasimama na Yesu. Nimekuwa DO, nimekuwa DC, nimekuwa county commissioner, sasa naitwa PS. Wenzangu wananiita bishop. Nataka nikuelezee apostle, wananiitaga bishop. Wanasema bishop asipokuwa hapa kutuombea tumepotea, kwa sababu walijua ushuhuda wangu na imani yangu. Usiogope kutoa ushuhuda wako. Hapo ndo unajengeka. Bwana asifiwe. Mimi kokote nimeenda, Yesu ni mfalme katika maisha yangu. Imani yangu iko thabiti. Mahali ambapo nimefika kwa wakati huu, siwezi kusema ni binadamu. Amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, lakini amebarikiwa anayemtegemea Mwenyezi Mungu. Na ndio hiyo imani niko nayo. Bwana asifiwe. Nimefurahi sana kwamba apostle alisikia mwito huo, akanipigia simu na kunikaribisha ili nije niwe pamoja na nyinyi. Kile ambacho amekitaja kitakuja kutendeka. I want to guarantee you, because I'm a man of faith. I walk by faith, apostle. And you have mentioned something that touches on faith. There is no question about it. Mnaniona vile nitakuwa bilionea. Si amesema nitaleta hapa box limejaa pesa. Kwani nitaleta box limejaa pesa bila mimi kuwa tajiri? Ama mnaona namna gani? Mungu amenibariki mahali nimefika na inaongezeka. It will be done. It's coming to pass. It's coming to pass, apostle. And this church will change. I'm telling you. Watch this space. Because this is a question of faith. Ni mambo na imani. Niliambia Mwenyezi Mungu, nimetembea na Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu. Siku moja, apostle, nimeenda California. Nimeenda kwa development conference. Wakubwa wote wa serikali wameketi pale. Tumezungukana, wakubwa wa serikali. Na mimi naakilisha serikali ya Kenya. Najisikia nimetosha kabisa. Hata natoa zile business cards ambazo ulikuwa unazitaja na peana. Mimi ni mdosi na mimi ni mdosi. Huko Kenya mimi nimetosha. Alafu wakaanza seminar, wakaanza conference. Wakasema tutaanza na zile nchi ambazo ziko na shida zaidi, ili tuweze kuona tutaweza kuwasaidia namna gani. Wakatoa video hapo mbele. Video wakaanza kuonyesha. Wakatoa video ya mahali ambapo patikana hapa Kenya, huko Nairobi, kijiji kinaitwa Mukuru kwa Jenga. Mukuru kwa Jenga. Nasikia namna hiyo? Mukuru kwa Jenga sio Ghana kama mjawahi kusikia, sio huko Nigeria, sio huko Egypt. Mukuru kwa Jenga ni wapi? Hapa Nairobi, hapa Kenya. Wakaanza kuonyesha zile video. Watoto wanacheza wakiwa kwa uchafu mwingi, wanacheza mahali ambapo kumejaa takataka, wanacheza kwa sewage, wanacheza mahali ambapo kuko na nguruwe wengi. Alafu hapo tena katokea kijana anatoa ushahidi jinsi anavyoishi katika hali duni ambayo haifai. Manyumba hazina hata choo, watu kwenda choo ni ngumu. Akaanza kutoa ushahidi wote. Yule ambaye alikuwa ameketi kando na mimi, ambaye nilikuwa nimempatia kadi nzito. Najua kadi za kiserikali ni zile ambazo zina milimeta, si ndio namna hiyo? Akaanza kuniuliza, do they really know that you are here? Yani wanaelewa kweli huko hapa na hii aibu zote ambazo zinatendeka hapa? Nikasikia kuingia chini ya kiti. Yani aibu ambao sijawahi kuiona. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi huomba kwa kila wakati. Nikamwambia, Lord, for how long will a black man be looked down upon?
because it's a question about the dignity of the African man. Hata watu wanaenda mpaka huko Nairobi kuona vile jinsi binadamu anaweza kuishi katika hali duni. Yani inakuwa mpaka ni sinamu inaenda kuonyeshwa dunia mzima. A video inaonyeshwa jinsi binadamu can possibly live in pathetic, wanting conditions. Nikamlilia Mungu sana kwa moyo wangu. I'm telling you, Apostle, I cried. Vile umetufanya hapa siku ya leo tukalia machozi. Vile Walele amesema ni kweli. Zile nyimbo na testimony ambazo zimetoka hapa zimetufanya tulie. You have touched our emotions. But I cried to God, and this is my walk with God. Yani inaweza kaa namna gani tunakaa hali duni namna hii. Sasa kile ambacho kinatendeka, ambacho kinanihuzunisha, na ndio kwa maana nimefika hapa angalau niwagusie. Kila saa wakati tunachagua viongozi wetu tunasema sigadi mti meu, wacha tujaribu huu, wacha tujaribu, tupige karata tuone kama huyu ataweza, wacha tujaribu. Tunasema namna hiyo. Apostle amesimama hapa na kutoa injili. Si kwa sababu amejengeka yeye mwenyewe, the experience na kile ambacho kiko ndani yake. Wewe unaweza kwenda hospitali kwa daktari ukasema acha nimjaribu huyu kwa sababu wanasikia nazunguka hapa hospitali pengine ataweza. Is it possible? Hata wewe ukifikiria tu namna hiyo, tunaweza kujaribu. Wewe ukienda interview, kitu ya kwanza wanakuuliza ni kama uko na experience, kama uko na makaratasi ya kutosha ya kusimama kazi fulani, alafu ndio uhakikishe kwamba pengine upate hiyo kazi ama usipate. Mwambie nisikira lol. Mnanielewa? Kabisa. Mnanielewa kabisa? Kabisa. Sasa najiuliza kwa nini tunapiga karata ikifika mambo ya uongozi hapa Afrika? Miaka nenda rudi hatuendelei kwa sababu tunapiga karata. Sigaditime huu, ujaangalia background yake iko namna gani, kama anaweza ama hawezi. Mimi nimekuja kwenyu kwa unyenyekevu mkubwa sana. My 30 years of experience, my academic qualifications, na kile chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yangu na kunitengeneza na kuniivisha. Nabia mlomba Mlungu sana, na nabia mlomba yenyo pia. Hii nchi ya kaunti ya Taita Taveta haina umaskini. Nisikizeni, hakuna umaskini hapa. Huu umaskini ambao huko tunajitafutia sisi wenyewe na uongozi mbaya. Tukiweza kushikana mkono wale ambao kweli wako na mwito, hakutakuwa na umaskini. Mwenyezi Mungu ametubariki ya kutosha. Nilitoka Mombasa juzi. Ninakuta magari karibu 100 yanakuja huku. Yale ya tourist yanakuja pande hii, yanapita, yengine yanaenda na kurudi. Nikana kwamba nilikuwa naona ndoto. Over 100 cars ambazo vehicles nilihesabu zinaingia hapa Savo East, inaingia Savo West. Hizi area zote watalii ambao wanaingia. Kwa nini watoto wetu wanakosa kazi? I'm asking myself. Yale madini ambazo ziko hapa, nilienda nchi moja inaitwa Sri Lanka, nikaitwa kando, nikamwambia kuja tukuonyeshe yale madini mazito ambao watalii huja kununua hapa. Moja ambao nilionyeshwa ya kwanza inaitwa Savorite. Savorite inapatikana wapi? Hapa. Juzi Devki alikuja kutafuta chuma, iron ore. Wakati anachimba iron ore anapata kopa. Mlijua namna hiyo? Mwaichi huko kwamba hapa kunapatikana kopa. Ile kopa ambayo inapatikana Zambia, Apostle, inapatikana hapa Kishushe. Iko huko tayari. Haya, kuna lithium. Unajua kuna kitu inaitwa lithium. Unaona hizi ambazo tunatumia, hizi smartphones ambazo tunatumia, na hivi vyombo ambavyo tunavitumia, mabattery zake na nini, zinatokana na lithium. Lithium inapatikana hapa Taita Taveta. Apostle, why are we poor? Why are we poor? Mimi najiuliza sana kwa ndani na kwa moyo wangu. Why should we be poor? Mimi ninawaomba tafadhali, by the mercies of God, kama inawezekana 2027, wakati huyu kijana ambaye amejengwa imani thabiti, na nasimama na imani hiyo, Shadrack Mwangolo Mwadime, kama governor, kwa sababu ameniita kwa mara mingi na kunielezea tafadhali jaribu hivi,
nione tu kama hiyo miaka 5 Mungu ataweza kutuletea mabadiliko. So nimekuja na imani hiyo hiyo. Najua ikitendeka kile ambacho kitaweza kubadilika hapa, mimi siogopi. Mungu amenitoa kutoka chini, amenileta mpaka sehemu niko, na najua ananipeleka zaidi kabisa, bila kuona haya, bila kuona uoga wowote. Najua kitaweza kutendeka. Na Mungu akikunenea, Apostle, kunipangea kabisa, ukajamala kona ukugore sawa sawa, kunipangea nikuje nipige magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, tuone hii safari itakuwa namna gani. Najua inawezekana. Bwana asifiwe. Ninajua inawezekana. Kwangu mimi ni ushuhuda mmoja baada ya wengine. Niko na shuhuda tele. Siku mtaniita nije kutoa shuhuda zangu, nitazitoa moja baada ya nyingine, kama vile Apostle ametoa zake. Mahali nilisukumika mpaka nikasema amelaaniwa ategemeaye mwanadamu. Nilifika hapo, na nitatoa shuhuda zangu kibinafsi pamoja na familia yangu. Sasa niseme hivi, kulingana na kile ambacho mnakitengeneza kijayo, hiyo conference ya mapastors wote ambao watakusanyika hapa, mimi leo nitakupatia only 10%. Nitakupatia 10%, lakini ile ingine inakuja. Kwa leo, Apostle, I'll give you 20,000 ya kuanza kutengeneza matayarisho hayo, lakini kabla ya tarehe 11 April you will receive 180,000 as part of my contribution. Kwa sababu ninajua hao wakuhani ambao watakutana hapa watabadilisha nchi yetu kwa maombi yao na kwa neno ambalo watatupatia. So I'm looking forward. Hapo sio mwisho tu, kwa sababu nimeshika imani hiyo, lile boksi la pesa linakuja. Barikiwe sana.